Oh, yes, poa. Sema nini? Eka mali, sio muda kupoteza. Atulia sasa, kwani hujui sheria au? Basi tunaangalia. Mimi nani sasa? Baridi. Sasa mbona mnaleta mambo ya kishamba? Mnataka tuanze kuchenjiana? Haina hivyo. Acheni ushamba huo. Hizi hela zitakaa tunajua unafanyaje. Sababu bwana ngapi? Tulia basi. Sikilizia wewe. Kazi wenyewe nimeanza kuchangamsha mimi sasa hivi ushaanza maneno kibao. Tulia cha mapepe. Shika simu, wewe shika simu kwanza. Na shika mara moja kwanza. Acha mapepe, nini sasa? Wewe Sikia sasa kama mkubwa. Umeona yapo ungeniachia mimi na mteja. Nikipeleka nachukua mkwanja afu nitakuja kumaliza. wasema siuga usilete mambo ya kishamba ujue. Sinaga hii mali hizi kazi ujue boy. Ni wenyewe mnanijua mimi sinaga kazi mbovu aje. Uhakika? Unyama yani mimi nikienda Msibwate huko sonda ni kwenu ujue. Msibwate bwate. Baridi kama mwenyewe mazingira yake anaaminika mpe kazi akauze. Yani mimi one time mmoja tu nikienda narudi unyama. Oh, maintain boy. Shika. Hiyo simu weka force mazingira hapo si unajua? Baridi. Wewe mimi nawe tutasomana, wewe una kiswaswado hichi. Nenda kwanza kaangalia mazingira mengine. Achia begi ushahidi unachukua begi la nini wewe fala nini? Cha nalo begi hilo. Wenzetu. Vipi mpenzi wangu? Vipi hali yako? Niko poa, sijui wewe. Mimi siko poa. Tangu umeniacha jana, hali yangu sio nzuri kabisa. Una shida gani tena? Hivi ni kwa nini ulichukua maamuzi magumu kama hayo? Ingawa unajua kabisa mimi nakupenda. Wala sio maamuzi magumu. Nimegundua wewe haunipendi na ndio maana hautaki kunioa. Naomba usiseme hivyo. Kumbuka ahadi tuliyoahidiana mimi na wewe. Hivi ni kweli unaniacha mimi unaenda kuolewa na mwanaume mwingine? Hivi Hasani, wewe unanipenda kweli? Sonia, hilo sio swali la kuniuliza kabisa. Wewe mwenyewe hauhadisiwi wala hauambiwi juu ya upendo wangu kwako. Sawa. Kama kweli unanipenda, mbona kadi niliyokupa umeshindwa kuisoma? Kwa nini? Sasa Sonia, hivi ingelikuwa hata kama ni wewe, ungeweza kusoma hiyo kadi? Au unachukulia mambo kirahisi tu? Kuna mambo mengine usichukulie kiwepesi. Sasa, kama umeshindwa kusoma kadi ya mtu unayempenda, wewe unahisi kuna mapenzi hapo? Sasa mimi cha kukushauri, soma kwanza kadi, alafu ndo ongee na mimi, sawa? Alo?
Mume wangu, kuna kitu nataka nikuombe. Kwenye sherehe ya rafiki yangu, nilikuwa naomba gari niende nao. Maana kuna rafiki zangu nataka niende nao na mizigo nataka tubebe. Ili tunazo kama zawadi. Ariwa mke wangu. Lakini ile jambo mimi na wewe tulishazungumzia. Tena tulijadili pamoja tu. Tukakubaliana kwamba kwenye shughuli tutakwenda wote, mimi na wewe. Iweje leo unakengeuka? Hapana mume wangu. Mimi niko naomba tu kwenye sherehe usiende. Maana kule kuna mambo mengi sana. Sasa hii mambo mengine yanakusumbua. Nataka tu ubaki nyumbani. Kwani kwenye hiyo shughuli kuna kitu gani kinaendelea ambacho mimi sitaki kukijua? Unataka kuniambia huwa mnaendaga kusasambua? Hapana mume wangu. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Kule kwenye shughuli kuna mambo mengi sana. Maana usije ukashindwa kudili na mimi. Kama mwendi kusasambua, why mimi nisiwepo? Na kama ndio, kwa nini ufanye hivi mke wa mtu? Ama mwendi kwenye shughuli, mna safari zenu huwa mnaendaga? Mke wangu, mimi naona nidhamu inapungua sasa. Usihangaike sana na hayo masuala ya shughuli za rafiki yako. Sasa naongea kama mume. Achana na yule mgaya ambao ulikuwa unazungumza naye siku zote mnapanga na kufurahi kama rafiki, ambaye mlikuwa mnaongea swala la kutunga uzi kwenye sindano aliyokuwa sasa nikiza. Mume anaongea. Achana na hiyo safari ya shughulini. Achana na mambo yote kabisa ambayo mimi sitaki kuyasikia kuanzia sasa. Sitaki kuyaona kwenye mboni ya macho yangu ukidili nayo. Na sitaki kuyasikia kwenye ngoma ya masikio yangu. Kiufupi, achana na masuala ya shughuli. Lakini mume wangu, kumbuka yule ni rafiki yangu. Na nisipoenda kwenye shughuli atajisikia vibaya. Sitaki kusikia kelele. Toka. Wewe tafuta hiyo kadi. Alafu tujue jina la muuaji. Tukishajua muuaji ni nani, hapo tutajua tuanzie wapi, sawa? Ofa. Boyango Worldwide bado inaendelea kutoa ofa ya viwanja kwa bei poa kuanzia 1.5 hadi 3.5 katika maeneo ya Chanika mjini, Chanika, Nzasa, Shule, Zingiziwa, Mvuti na Dondwe, wilaya Ilala, Dar es Salaam. Viwanja vyetu vimejumuisha ukubwa wa square mita 400, yani 20 kwa 20, na tunatoa fursa maripo kwa awamu kidogo kidogo. Mawasiliano ni 0683 304230 au
0747847888. Ofisi zetu zipo Chanika Mwisho, karibu na ukumbi wa Diakrama Hall. Karibu ujenge nasi. Judy mdogo wangu, mimi ni dada yako na ni wa kwanza kuliona jua. Mambo yanaendelea hapa mtaani sio kwamba siyasikii wala siyaoni. Najua kila kitu kinachoendelea. Naomba tu nikwambie kitu mdogo wangu. Tabia zinazoendelea hapo mtaani kuhusu wewe sio nzuri. Nilikuwa nakuomba utulie. Tulia na utapata mwanaume wako, utaolewa na utatulia kwenye ndoa yako. Nadhani unamwona dada yako Mingi. Mungu amemjalia amepata mchumba. Na siku za karibuni ndio ndoa hiyo inakuja. Kwa nilikuwa nakuomba na wewe utulie. Unapohangaika huko mtaani mdogo wangu sio sifa. Maradhi ni mengi. Kuna ukimwi na kuna mimba. Ni bora hata mimba. Nitapata mtoto nitamlea. Haya. Umepata wewe ukimwi, nani atakuuguza? Ndio dada, nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Hizi saa zinakuaga nyingi tu, lakini huwa sioni mabadiliko. Judy mdogo wangu ni mzuri sana. Ukitulia utapata mume bora kwenye maisha yako. Tuachane na hilo. Ndoa ya dada yako Mingi ndio hiyo hapo inakuja. Haya mdogo mtu umejipangaje? Wewe acha dada. Tajulikana hiyo siku ikifika. Ila badilika mdogo wangu. Sawa. Umejiona ulipo mzuri lakini. Umejiona? Haya. Wewe Kimbali, vipi umeshakunywa chai? Maana sasa hivi mwanangu umekuwa mtoto mdogo, kila kitu nikukumbushe. Nisipokusitua mtoto kula huli. Basi ungekuwa msaulifu ungetokaga na bila nguo nazo nikukumbushe kiungwae mwanangu kavae. Lakini mbona nguo unakumbuka? Jana nimepika chakula hujala. Sijui ndo umenisusia. Una nini wewe? Hamna mama, mimi sijakususia. Ila tu nilikuwa sijisikii kula. Mwanangu, babangu, kama unakuwa upende kula baba, unaniambia mapema. Napika chakula saizi yangu mimi mwenyewe, kama cha watu wawili au mtu mmoja nitajua mimi.
Lakini sio mwanangu unanyamaza kimya, mimi naipika chakula tule, unanisusia kinakapa kinagagaa. Baba, kuna wengine hata hichi kidogo tunachokimwaga sisi hawakipati. Shauri yako, tutakuja utafunana ndani. Mungu anaona utakuja kukikosa hata hiki tutakitolea macho. Oho, shauri yako. Mama, naomba nisamehe kama nilikuwa nimekukwaza kwa hilo. Cha kusamehe. Maana sikuwa na dhamira hiyo. Alafu mama, nilikuwa naomba nikuulize, kuna kadi yangu ndani niliacha. Sijui umenionea. Sikumbuki mwanangu. Sikumbuki kabisa, wewe endelea tu kutafuta huko ndani. Unaweza ukaiona. Sababu kungekuwa tuna watoto wadogo, utasema labda wameichukua, wametoka nayo nje, labda wamechana huko, wamechezea, wamefanyaje, lakini hamna. Amba mimi mwenyewe ndo ninafanya usafi. Ingekuwa nimeiona mwanangu, ningesema nimeiona, lakini hapa unavyoniona sikumbuki kama nimeiona au sijaiona. Endelea kutafuta babangu. Basi mimi niko ndani. Uende ukanywe chai mwanangu. Baba utalazwa bila ugonjwa wewe. Kumbuka kabisa ujue njaa nayo ni ugonjwa. Hebu jiangalie unavyokwisha. Ona mikono yalivolebweta. Oya vipi? Kama kawa. Kama kawaida. Sana. Ile. Vipi wa mzigo wangu nimekuagizia? Mzigo upo, acha mapepe. Wewe nao una haraka. Babu lazima niwe na haraka, si unajua? Baridi. Huu ndo unyama sasa ndio nataka. Choma ndani. Na baridi. Mdole. Vipi mwanangu, mbona hatua gani? Naingia harakati. Sikia mwanangu. Mimi kuna mchongo nataka nikushirikisha hapa. Jambo gani? Kuna sehemu nataka unipeleke. Si umenielewa? Kuna sehemu tunaenda kula bata hivi, kuna bata batani. Si unajua mimi mzee wa bata. Sasa nitakuwa na shemeji yako mmoja hivi, na ukizingatia shemeji yako yenyewe mke wa mtu. Kwa hiyo lazima niwe na support kidogo. Yaani Chite, na maana kila siku mimi naongea swala moja tu na bado utaki kunisikiliza. Wewe sinisha kuhusia kuhusu mambo ya wake za watu ndugu yangu. Alafu mimi nakupenda wewe ndugu yangu jua. Mzidole.
Nisikilize mwanangu. Hapa sio muda wa kulaumiana. Si umenielewa? Wewe niambie tu kama unaenda sawa, uende niambie mimi siendi. Maswala si kitu gani kimeenda vipi kimerudi, wewe niambie tu. Mimi nimekupa tu kama mchongo. Wewe tangu unifahamu mimi ushawahi kuona siku moja nafumaniwa? Ndio ujue kwamba mimi ni jinsi gani nilivyokuwa makini. Sasa wewe maswala ya kubishana bishana hayo, mimi mchongo nimekushirikisha tu. Kama utaki unasema mimi siendi kwa sababu mimi na wanangu kibao naweza nikashirikiana nao na tukaenda tukafanya mambo yetu tukarudi safi tu. Kwa hiyo hujawahi kukamatwa ndio unajipa moyo siku zote itakuwa hivyo. Unajisahau sana ndugu yangu. Labda tu nikwambie ukweli. Siku za mwizi ni 39. Kwa hiyo siku yako unataka kwenda wewe ni lini? Maneno si kama hayo bwana. Mambo mengi tantalila kitu gani? Sasa sikia. Safari hiyo wiki ijayo. Umeelewa? Na tushapewa kadi nini kila kitu. Sisi pale kama maafisa. Tunaingia kibosi tunatoka kibosi. Na hatudili na ule mtoto. Yaani si pale tukiingia pale maeneo yale sisi na kula zetu bata tunarudi naye, tunarudi zetu huku. Umenisoma hapo? Mpango ndio uko hivyo. Sasa usikia. Wewe kwa umesema unaona damu, wana uchafu. Umeelewa? Ambao wanaweza kukusupport wewe kwenye kila ujinga. Labda sio mimi. Umeelewa? Wewe tafuta wanao ambao wanaweza kukusupport kwenye ujinga nenda. Mimi Mzidole, Wawazidole. Never. Siwezi kwenda huko. Yaani huyu jamaa unajua maana kila siku anakuwa anafeli. Yeye anamngangania tu mama chapati wake. Kila siku mama chapati. Mshamba kweli mshikaji. Yaani mimi si kwa nini nakuwa na rafiki kama huyu. Ofa Boyango Worldwide bado inaendelea kutoa ofa ya viwanja kwa bei poa kuanzia 1,500,000 hadi 3,500,000 katika maeneo ya Chanika mjini, Chanika, Nzasa, Shule, Zingiziwa, Mvuti na Dondwe, wilaya Ilala, Dar es Salaam. Viwanja vyetu vimejumuisha ukubwa wa square mita 400, yani 20 kwa 20, na tunatoa fursa ya malipo kwa awamu kidogo kidogo. Mawasiliano ni 0683 304230 au 0747847888. Ofisi zetu zipo Chanika mwisho, karibu na ukumbi wa Diakrama Hall. Karibu ujenge nasi. Karibu mpenzi wangu. Asante. Mambo vipi? Poa tu siwe. Oya acha tu. Hizi kipindi nakuja kwako mzee usinilikabwa. Nilikutana na wauni basi wakachukua kila kitu nilichokuwa nacho. Nasikia mpenzi wangu pole. Asante. Hajakuumiza kweli? Naumiza kidogo tu. Sio sana sasa hivi. Naendelea vizuri. Shingo tu kidogo ilipata kama mshtuko. Maana alinikaba. Niambie vipi? Fresh. Mambo mengine. Maana jana nikakupigia simu yako patikani kabisa. Ndio hivyo. Simu zote wamechukua. Kwa wenyewe nina mpango nikalinunua laini. Sawa. Wewe Yuda, umefuata nini hapa? Wewe ndio ulionekana mbele ya mpuzi mwenzako yule. Loku, naomba nisikilize mpenzi wangu. Mimi nilikuwa na sababu kufanya vile. Naomba unipe nafasi nikuelezee. Karibu na kusikiliza. Nashukuru kwa kunielewa. Mpenzi wangu, mimi nakupenda sana. Tena sana tu. Na hakuna mtu yoyote yule ambaye anaweza kututenganisha mimi nawe. Sasa kama unanipenda, mbona ulinikana mbele ya yule mpingo sijui mpinga?
Why? Kwa nini ulifanya vile? Mimi siwezi kukukana, ila ulishindwa tu kunielewa. Mimi nilikuwa na sababu zangu. Kwa hiyo kati ya mimi na yule Mpingo, nani unampenda? Mpenzi wangu, naomba tu tukaongelee ndani. Hapa sio sehemu sahihi pa kuongelea. Sawa, twende. Chete. Mau. Chete ndio nani? Mau. Abi, naona sasa mipango yako tayari imeshaanza kufanikiwa. Naona sasa ulivyokuwa umepanga, sasa hivi mipango yako inaanza kunyoka sambamba kabisa. Mpenzi wangu alikuwa anakuja kila siku, anatoka kwenye mizunguko yake, anarudi nyumbani kwake salama, lakini toka umerudi mpenzi wangu mimi amekuwa kupata misukosuka na kabwa. Hivi unatafuta nini kwenye maisha yangu? Unavuka mpaka sasa. Yaani unadiriki kuingilia maisha yangu mimi kwa mpenzi wangu. I say. Nakwambia hivi. Mpenzi wangu mpaka hapa navyoongea na wewe kashaenda kukata arabii. Endapo ikibainika ni wewe unahusika. Ndugu yangu, endapo ikibainika ni wewe unahusika, I say Abi, utawezea jela.
Fala kweli. Sasa nimkabe bwana wako ana nini mno? Na hapo na bado laana itakutafuna mdogo mdogo mpaka useme chini. Vipi kaka, kuna ushahidi mwingine unaotaka zaidi ya huo? Hapana. Kwani kuna ushahidi mwingine unaotaka kunipa? Hapa sina, ila ukitaka nitakutafutia. Sawa, nimeona. Lakini huyu kijana ndio anaitwa Chite. Sina uhakika. Kwani unamfahamu? Basi sawa. Mpaka sasa itabidi nikupe kazi moja. Uendelee kuwa karibu katika kuwafuatilia wa watu bega kwa bega. Hii ni uwe unanipa ushahidi unaokamilika. Sasa tajiri, kazi ya kwanza umenipa nimefanya kazi. Kazi ya pili unanipa bila. Kweli tajiri? Hela yako nitakutumia. Tena nitakutumia zaidi ya ile. Nitakutumia na nyingine, ila fanya kazi kwa uaminifu. Kiumbani, umeficha nini huko? Hamna. Hamna? Mimi nimekuzaa una mkono mmoja mkono mmoja huko huko, mkono mmoja huko nyuma, alafu nakuuliza unasema hamna. Hamna nini? Ina maana mimi nanigeuza mtoto mdogo au kipofu? Sioni mimi. Nakuuliza tena kwa mara ya pili, umeficha nini huko? Sema mwenyewe kabla sijafunua huo mkono wako. Hamna. Kwa hiyo mimi unanigeuza mtoto mwenzio, si ndio? Unaniona mimi mtoto mpaka unanidanganya hivyo? Macho sina, alafu wewe mzizame, pumbavu kubwa hili. Hiki nini? Nakwambia hiki kitu gani?
Jamani, huyu mtoto ana matatizo gani? Umekumbwa na nini mwanangu mpaka unafikia hatua ya kutaka kujiua? Kwa nini ujiue kwanza? Tatizo nini? Na kama una matatizo, kwa nini hutaki kunishirikisha mimi mama yako? Kwa nini unafanya maamuzi peke yako? Naongea na wewe na kuuliza, huyu mtoto ana matatizo gani huyu? Yaani unafikia hatua mwanangu akujiua. Sijui unataka kujiulia nini? Tatizo silijui. Mwanangu, kama unataka kujiua basi usijiulia mundani, ungeenda kujiulia huko. Mimi hapa niletewe tu mwili jamani. Kwa nini unataka kuniua mtoto na pressure mimi? Wengine wanazaa na baada mimi nimepatikana mwenzenu. Yumani, angekuwa babako asaidie mimi. Hebu niambie sasa, ulikuwa unataka ujue kwa sababu gani na kuuliza? Kwa maana mimi ningechelewa hapa ningekuta mzoga umelala hapa, si ndiye? Mungu nisaidie mimi kiumbe hiki. Mbona sijakuzaa hivyo mwanangu, sijakulea hivyo? Umekumbwa na nini? Au umepitiwa na mdudu gani mwanangu? Una mdudu asikubidu kwenye kichwa chako na kukoroga, si ndiye? Niangalie, naongea na lenyewe limekaa tu katu tu, sanipishe huko. Ofa Boyangu Worldwide bado inaendelea kutoa ofa ya viwanja kwa bei poa kuanzia 1.5 hadi 3.5 katika maeneo ya Chanika mjini, Chanika, Nzasa, Shule, Zingiziwa, Mvuti na Dondwe, wilaya Ilala, Dar es Salaam. Viwanja vyetu vimejumuisha ukubwa wa square mita 400, yani 20 kwa 20, na tunatoa fursa ya malipo kwa awamu kidogo kidogo. Mawasiliano ni 0683 304230 au 0747847888. Ofisi zetu zipo Chanika mwisho, karibu na ukumbi wa Diakrama Hall. Karibu ujenge nasi. Bwana Chite, kimsingi wanaume kuna vitu ambavyo tunataka tuwe navyo. Ukivipatia tu kwisha umemaliza. Sema naye badilika mwanangu. Wewe unakaa na mwanamke mmoja kama mama yako mzazi. Kuona ni nyanyasa, si ndio? Sio nakusimanga. Wewe wa kiume. Sasa hizi. Safi, karibu mamtu. Asante. Shem, mambo? Naona tushaingiliwa hapa. Wewe nikuache na mama chapati wako. Shika simu yako. Sasa mwanangu, una michongo ya kishamba kinoma ni. Karibu mama la mama. Asante. Ila Mzidole, mbona rafiki yako anaonekana kunichukia sana? Kwani mimi nimemkosea nini? Achana naye. Watu kama wale sio kuwaza. Alafu unajua yeye kwenye maisha yake yote hajai kupata mwanamke mwenye minyama mingi kama wewe. Tembo mdogo mdogo uliojazia. Mama, ukitembea wewe mpaka ardhi inaitika. Watu wewe. Kwa nini nisichekelee sasa? Majitu kama hayo lazima yapate kuwa na wivu. Ingia ndani mama. Afu leo nataka nikuonyeshe kaujuzi fulani vikadogo dogo. Kuna viuno vile inaitwa mnasia upwata. Unavijua mnasia upwata wewe? Una maneno wewe. Leo nataka nikuoneshe maujuzi. Utachagua wewe leo. Nikupe ya Tanga, au nikupe ya Kisukuma ya upande namna hii? Niambie mwanzo. Yaani leo nataka ujimwae. Nile nyama ni nyamaze. Mzima wote nataka niwaoneshe leo. Naanza na kitanda kwanza, milio yake kakichi. Yaani leo kitanda kitalaumu, watanikoma.
Nimekusimamisha hapa, sina kitu cha muhimu sana cha kukuambia, ila kina maana kubwa sana katika maisha yako. Kitu gani hicho Abi? Kila nikikuangalia na kuona ni mwanamke ambaye anakosa amani ya moyo wako, na mimi nipo kwa ajili ya kutengeneza amani ya moyo wako. Najua wewe ni shemeji yangu, najua sana, ila ninachotaka kuongea hapa nina maana kubwa sana na nipo serious. Nakusikiliza. Judy, mimi nakupenda. Abi, mbona unaongea sana? Sisikia, kwani wewe una shilingi ngapi? Ela. Mimi na 50,000. 50,000? Okay, sawa. Basi wewe tangulia nyumbani, mimi nakuja kwa sababu hapa ni mazingira ya watu ni mabaya. Ni kweli? Sio natangulia nyumbani afu unakuwa umechomesha mahindi? Hapana, mimi nakuja, wewe tangulia. Sawa. Sawa. Baadaye. Aka, kitendo alichonifanyia mwanao leo sitokisahau mpaka nakufa. Usimwone hivyo kainama katoa mimacho tafikiri mbulumunde na kichwa chake kaa tongwa. Kanitendea kitendo kibaya kama nini leo huyu mtoto. Mimi nimetoka huko na safari zangu na kuja hapa namkuta kajisikilia midawa huko kashikilia glasi ya maji. Eti nataka anywe ajiue. Kwa nini unataka kujiua? Sababu ni nini? Sasa hebu nisaidie. Kwa nini ajiue? Wewe Chumba, ni kweli anachokisema dadangu? Unataka kujiua, tatizo nini? Na kwa nini ujiue? Jomba, mama, ndio nisamehe. Nina tatizo. Tatizo ni Sonia. Sonia anataka kuolewa na najua kabisa mimi kama bado nampenda. Sasa Sonia mjomba anataka kuolewa, wewe ndio unachukua maamuzi ya kujiua. Haya, Sonia akiolewa na wewe umekufa, unapata nini? Unataka kumpa tabu mama yako ambaye anayekutegemea sasa hivi. Tunalipa ada ili usome, uje uwe mkombozi wa familia. Unajua kisa mapenzi? Unajua kisa Sonia? Una upumbavu wa aina gani? Wewe umeiona wapi mjomba? Ukiona mwanamke anaolewa, basi jua wazi haupo kwenye maisha yake. Akupendi. Achana ujinga mjomba. Ndio na akili timamu wewe. Nakuuliza una akili sawa? Wewe kwambia Sonia anaolewa ni nani? Sonia aolewe mtaa huu mji huu mimi nisijue? Kweli? Wewe unakuingia kilini? Ni nani anakuja kuambia maneno ya uzushi umbea kama wewe anataka kunipotezea dume langu mimi? Nani? Nataka nitaje yule aliyokuambia. Ni nani kwanza? Mama, Sonia mwenyewe kaniletea kadi ya mwaliko. Yaani kadi ya harusi yake. Dada, wenzetu kwenye familia zao wanazaa wanapata watoto. Lakini sisi kwetu tumelipata kokoto. Ili ni kokoto halina faida. Yaani wewe unasikia wakati unataka kujiua kisa mwanamke. Huyu mwanamke yeye anakupa nini? Anataka kuolewa, si olewe. Kwani lazima? Kwani lazima? Hii bunduki na uzofu ngapi? Kaka, bunduki ya nini? Ya nini tena bunduki kaka? Mwanangu,
Hivi kwa nini unakuwa hivyo? Mama yako nimehangaika na wewe. Na kila siku nakuombea dua mwanangu ukue. Na mimi nipate matunda kutoka kwa mwanangu. Leo Mungu amenisaidia, mwanangu umekuwa mtu mzima, baba na kutegemea. Unataka kujiua kwa ajili ya mwanamke? Eti mwanamke ni Sonia kweli? Sasa mimi aniachie hiyo kazi. Mimi nitafanya. Kama kweli mwanangu nataka kufa kwa ajili ya Sonia, mimi nitasimama mama yako. Sawa baba. Dada atakuchosha, atafanya shughuli nyingi sana katika maisha, atakuchosha mambo ya mapenzi. Hapana kaka. Sasa nisaidie. Mwanangu bado mdogo. Ajisitue. Akikuwa kaka ataacha. Ofa Boyango Worldwide bado inaendelea kutoa ofa ya viwanja kwa bei poa kuanzia 1,500,000 hadi 3,500,000 katika maeneo ya Chanika mjini, Chanika, Nzasa, Shule, Zingiziwa, Mvuti na Dondwe, wilaya Ilala, Dar es Salaam. Viwanja vyetu vimejumuisha ukubwa wa square mita 400, yani 20 kwa 20, na tunatoa fursa malipo kwa awamu kidogo kidogo. Mawasiliano ni 0683304230 au 0747847888. Ofisi zetu zipo Chanika mwisho, karibu na ukumbi wa Diakrama Hall. Karibu ujenge nasi. Nikusaidie nini? Abi mpenzi wangu, naomba tuongee, tumalize tofauti zangu mimi na wewe. Naomba niruhusu tuingie ndani tuzungumze. Unaweza kuongea hata hapo na kusikiliza. Mpenzi wangu, naomba unisikilize. Naomba ulipe nafasi tuzungumze, tumalize tofauti zetu mimi na wewe. Unajua nina mambo mengi sana ya kufanya. Kwa hiyo naona kama unanipotezea muda. Abi, nisikilize. Mimi sijaja kwa nia mbaya. Nahitaji tuzungumze, tumalize utofauti wetu. Mpenzi,